Mungu anaweza kukisemesha kitu chochote chenye uhai au kisicho na uhai, chenye mwili au kisicho na mwili, kikasikia na kikatii, kikafanya alilolikusudia Mungu, yani lile ambalo kimeagizwa hicho kitu. Yesu alikemea upepo na mawimbi ziwani, vikatulia. Upepo na mawimbi ni tofauti na viumbe wengine wenye uhai. Navyo ni viumbe, mawimbi ni maji, kwa nguvu ya upepo au nguvu ya tetemeko yanainuka. Vikasikia sauti ya Mungu na vikatii. Mfano moja wapo ni katika Luka sura ya 8, Luka sura ya 8. Kwanza mstari wa 23 pale kwenda 24. Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa 23 kwenda 24. Biblia inasema, nao walipokuwa wakienda, alilala, huyo ni Yesu, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari, wakamwendea, wakamwambia wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Hapa kulikuwa na upepo uliosababisha mawimbi na msukosuko wa maji ziwani. Wakawa katika hatari ya kuzama, chombo kianza kujaa maji. Lakini Yesu akakemea upepo, akakemea mawimbi, vikatulia kwa shwari. Upepo na mawimbi tofauti na viumbe wengine wenye uhai, labda binadamu, wanyama, ndege, wadudu na vitu kama hivyo. Lakini vilisikia sauti ya Mungu na vikatii. Ziwa likatulia, mawimbi yakatulia, upepo ukakoma. Mungu anaweza kusema na kitu chochote chenye uhai au kisicho na uhai, chenye mwili au kisicho na mwili, chenye akili au kisicho na akili. Kikasikia sauti ya Mungu na kikatii, kikafanya lile ambalo limekusudiwa na Mungu. Pia kuna mfano mwingine katika kitabu cha nabii Yona katika Biblia. Mungu aliamuru upepo, ukazua mawimbi baharini, ukavuruga bahari. Safari aliyokuwa akisafiri Yona kwa meli ikakwama. Yona alikuwa anakimbia kusudi aliloagizwa na Mungu, lakini kule alikokuwa anakimbilia Mungu akaingilia kati. Akaamuru upepo na bahari, vikazua vurugu kubwa, tufani kubwa. Meli ya kwa kisafiria ikashindwa kuendelea na safari na ikawa hatarini kuzama. Lakini baadaye Mungu huyo huyo aliamuru upepo na bahari vikatulia. Katika kitabu cha Yona, kitabu cha nabii Yona, sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 4, katika kitabu cha nabii Yona. Biblia inasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshish apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshish, mji wa Yafa huko katika ile bahari ya Mediterania pale pwani ya Israeli pale. Akaona merikebu inayokwenda Tarshish, basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshish, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Ilikuwa meli inabeba bidhaa za wafanyabiashara na wafanyabiashara wenyewe walikuwemo. Tukiendelea mstari wa 5 kwa nasema, basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka pande za ndani za merikebu, akajilaza, akapata usingizi. Ukiendelea kusoma pale mbele ni kwamba hii habari walikwenda wakamwamsha, wakamuuliza, wewe umelala usingizi, waona tuko hatarini, wewe inuka umombe Mungu wako na pengine Mungu wako atasikia, tutaokoka na hii dhoruba kubwa baharini. Wakajaribu kila namna, haikusaidia. Baadaye wakapiga kura, kwa kura maalum, sio kura ya kawaida, kura maalum ambayo iliweza kutambua kwamba ni nani kati yao aliyesababisha maafa yakatokea. Kura ikamwangukia Yona. Inaonekana haikuwa hii kura za kawaida, kura ilikuwa inahusisha ulimwengu wa roho. Kura ikamwangukia Yona, wakamuuliza, wewe ni nani, tuambie. Akawaeleza
Kwa sasa tufanyeje? Maana wewe ndio sababu ya maafa, vinginevyo tutaangamia. Akasema mnifunge, mnitupe baharini, bahari itatulia. Wakamtupa baharini, bahari ikanyamaza, ikawa kimya, sababu Mungu alikuwa anazuia ile safari ya ile meli. Lengo sio kuzuia ile meli na safari, wala wafanya biashara, alikuwa anamtafuta Yona, kumzuia Yona. Akatumia upepo, mawimbi ya bahari, maji ya bahari, vikazuia meli ya wafanyabiashara. Walipata hasara kubwa, walitupa bidhaa baharini. Lakini hapo bahari, maji, upepo vikawa vimesikia sauti ya Mungu na vikatii, vikafanya lile jambo ambalo Mungu alitaka vifanye. Pia katika Biblia hiyo kuna mahala tunasoma katika kitabu cha Nabii Danieli, Mfalme Nebukadneza wa Babeli, sauti ya Mungu ilimjia kwa njia ya ndoto. Aliota ndoto, katika ile ndoto kulikuwa na jibu kutoka kwa Mungu ambalo lilikuwa linajibu fikra au maswali aliyokuwa nayo moyoni mwake kuhusu ufalme wake, kuhusu siku za baadaye, mustakabali wa ufalme wake itakuwaje. Je, itakuwa salama? Kulikuwa na kuvamiana, ilikuwa swala kawaida, falme moja inavamia falme nyingine, wanapigana vita, wale wanaoshindwa wanatawaliwa na kuwa watumwa, wanatozwa kodi na vitu kama hivyo. Na hata wengine wanaweza kama mfalme aliyeshindwa vita pengine akauawa au akafanywa mtumwa, vitu kama hivyo. Na pengine wakuu wengine wa familia ya kifalme wakauawa wa ile nchi iliyoshindwa vita. Kwa alikuwa anawaza mambo kama hayo. Sasa mwanadamu unapokuwa unawaza mawazo ya kibinadamu, Mungu anapokutazama mwanadamu, unapofikiri, unapowaza moyoni mwako, akilini mwako, yale mawazo katika ulimwengu wa roho yanasikika kama sauti na yanaonekana kama picha. Ni kama umerekodi tu mkanda wa video, picha inayotembea na sauti iko pale. Kwa mwanadamu ametulia anawaza, lakini ulimwengu wa roho ni ule wa pande zote mbili, ule ulimwengu wa roho wa Mungu wa kweli na ulimwengu wa roho wa shetani. Hizo pande mbili zote za ulimwengu wa roho, ambazo ndizo mbili kuu za ulimwengu wa roho, zinasikia na kuona fikra au mawazo au mipango, makusudi ya moyo wa mwanadamu. Zinaona. Yeye ametulia yuko kimya, wanadamu hawaoni wala hawasikia anachowaza, anachopanga, anachofikiri au anachohofia au anachotarajia. Lakini ulimwengu wa roho unaona picha kama mkanda video, unaona mawazo anayowaza, maswali anayojiuliza, yanasikika kama sauti katika ulimwengu wa roho na yanaonekana wazi picha yake. Kwa Mungu akamjibu kwa njia ya ndoto. Ulimwengu wa roho huwa unatumia njia mojawapo katika kumjibu mwanadamu, ni ndoto. Ni njia mojawapo tu, ziko nyingine nyingi. Hiyo ni njia mojawapo ambayo ulimwengu wa roho hutumia. Ulimwengu wa Mungu wa kweli, muumba mbingu na nchi, baba yake Yesu Kristo, na ulimwengu ule wa shetani, ulimwengu wa majini, ulimwengu wa mapepo, na wenyewe huwa unatumia pia ndoto kuwasiliana na wanadamu kama njia mojawapo, ndoto. Kwa sio ajabu kaenda kwa mchawi au mganga akakwambia ndoto, ameota ndoto na ile ndoto ikawa pengine na taarifa sahihi. Kwa hiyo ulimwengu wa roho huwa unatumia hiyo njia. Katika kitabu cha Danieli tunazikuta hizi habari za mfalme Nebukadneza. Kitabu cha Nabii Danieli, huyu alikuwa Myahudi, lakini wakati alikuwa katika nchi ya Babeli. Kwa kuwa mfalme Nebukadneza wa Babeli alikuwa amekwenda akavamia taifa la Wayahudi, akawapiga kwa vita, akawashinda, akachukua baadhi ya watu mateka. Japokuwa wengine aliwaacha kwanza, lakini alichukua baadhi ya watu mateka. Kwa huyo Danieli alikuwa mmoja wa wale waliochukuliwa mateka. Sasa Danieli alikuwa nabii wa Mungu, na wakati alikuwa ni mmoja wa watumishi wa serikali. Wakati mfalme anaota hii ndoto, Danieli alikuwa mmoja wa watumishi wa serikali ya Babeli, ambao mfalme Nebukadneza alikuwa amewateua yeye na kuwaweka katika nafasi za utumishi wa serikali. Katika Danieli sura ya 2 hiyo tunasoma, Danieli sura ya 2 inasema kwanza ule mstari wa kwanza, pale ndipo ndoto ya mfalme Nebukadneza ilipo. Ni kwamba Mungu anaweza kukisemesha kitu chochote kile, kikasikia sauti ya Mungu, kikatii, kikafanya ajenda ya Mungu, kikatumikia ajenda ya Mungu, kiwe na uhai au kisicho na uhai. Tumeona habari za Yesu akikemea upepo na mawimbi, na naona habari za Yona, jinsi Mungu alivyoamuru upepo na mawimbi ya bahari vikazua tufani kubwa iliyozuia safari ya meli ya wafanyabiashara, na meli ikawa katika hatari ya kuvunjika kwa nguvu ya mawimbi na upepo. Vilivyokuwa vinatumikia sauti ya Mungu, agizo la Mungu, mawimbi na upepo vikaifuata meli kuizuia isiendelee na safari, kuzuia kusudi la Yona ambaye alikuwa anakataa kutii sauti ya Mungu. Danieli sura ya 2 kwanza mstari wa kwanza, pale ndo habari ya ile ndoto inaandikwa. Biblia inasema, hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki
kwake Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Soma maandiko yanayofuata pale. Alitoa amri kama mfalme mkuu wa serikali, kaagiza washauri wake, jopo la waganga, jopo la wachawi, jopo la wanajimu, wasoma nyota na wenye hekima wengine, wasomi wa mfalme wa Babeli, watumishi wa serikali, watoe wamweleze ile ndoto. Yeye alidai kwamba amesahau. Inawezekana kweli alisahau au alitaka kuwapima kuona je wana uwezo, wasije wakanipa tafsiri ya uongo baada ya kuwa nimewatajia ndoto yenyewe. Kwa akamwambia hata ndoto yenyewe imenitoka, neno lenyewe limenitoka, ndoto nimesahau. Kwa akataka wataje kwanza ndoto yenyewe kisha ndipo watoe tafsiri, na akamwambia mkifanya hivyo nitaamini kwamba tafsiri yenu sio ya kutunga, sio ya kugushi, ni tafsiri halisi. Lakini ukisoma pale mbele inaonekana kwamba walishindwa. Waganga, wachawi, wanajimu, wasoma nyota wale na wenye hekima mbalimbali, wasomi, wazee wazoefu hawakuweza kufanya jambo hilo. Wakamwambia jambo hili ni gumu. Kumuuliza mwanadamu ndoto umeota wewe ukaisahau, unamfuata mtu mwingine kisa ni mchawi au mganga au msomi au mzee wa hekima, mzoefu wa mambo ya uongozi na ushauri wa kiutawala, akutajie ndoto ambayo wewe umeota na ukaisahau? Kaambia hili jambo linaweza likafanywa na miungu, sio sisi wanadamu. Sasa mfalme akakasirika, maandiko yanasema akataka kuwaua wachawi, waganga na wenye hekima wote wa Babeli. Taarifa zikafikishwa kwa Danieli, alikuwa ni mmoja wa wenye hekima, watumishi wa serikali, lakini pia alikuwa nabii wa Mungu. Akaomba kibali kwa mfalme kwamba naomba kibali, nitamjulisha mfalme jambo hili. Alipopewa kibali akapewa muda, akaenda akamwambia marafiki zake Shadraka, Meshaki na Abednego, Wayahudi wenzie, vijana wa Mungu, wakamwomba Mungu. Danieli akafunuliwa jambo lile. Kisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 2 kuanzia mstari wa 19 kwenda 22 pale inaonyesha kwamba Danieli anazungumzia habari ya kufunuliwa hiyo ndoto baada ya kuwa yeye na wenzie wamemwomba Mungu. Mstari wa 19, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele. Hapa Danieli anamshukuru Mungu kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima na huwapa wenye ufahamu maarifa. Mstari wa 22, yeye hufunua mambo ya fumbo na asiri, huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake. Huyu ni nabii Danieli anamshukuru Mungu. Hapo hajaenda kwa mfalme kueleza, anamshukuru Mungu sababu baada ya maombi Mungu amefunua ile siri. Mungu huwa anafunua siri, mambo ya sirini, mambo ya gizani, hata yaliyo katika mioyo ya watu, mipango ndani ya mioyo, fikra ndani ya mioyo, mambo yajayo, mambo yaliyopita, mambo yaliyopo ambayo pengine mtu hayafahamu yako sirini, anaweza akayafunua akayaweka wazi kama alipofanya kwa hawa. Njia moja hapo ni ndoto. Ni njia moja hapo tu, zipo na nyingine. Hiyo ni njia moja hapo. Kwanza mstari wa 27 mpaka 29 pale naona Danieli sasa ndipo anakwenda mbele ya mfalme, na pale anaeleza. Kwanza mstari wa 27 anasema, Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyouliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Hapa ni Danieli yuko mbele ya mfalme, na hapo sasa anaeleza habari ya ile ndoto ambayo mfalme aliota. Kuanzia mstari wa 31 pale Danieli anazungumza mbele ya mfalme. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa la kutisha, lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata mstari wa 34, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Mstari wa 35 anasema, ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha
na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanje vya kupepetea wakati wa hari, yani wakati wa joto, wakati wa kiangazi. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa au mlima mkubwa, likaijaza dunia yote. Hili jiwe ni ufalme wa Mungu lililopiga miguu ya ile sanamu likajaza dunia yote, kama ilivyoonekana katika ile ndoto ya mfalme. Ni habari ya ufalme wa Mungu ambao utasimama nyakati za mwisho na kuvunja falme zote za dunia yote, kwa kuwa zimeruhusiwa na Mungu kuwepo, na Mungu ndiye atazivunja wakati wa mwisho ukiwadia. Hapo Nabii Danieli ameeleza hii ndoto mbele ya mfalme Nebukadneza. Ameeleza hiyo ndoto mbele ya mfalme Nebukadneza. Kuna habari ya tafsiri yake. Sasa inaanzia ule mstari wa 36. Hapo ameeleza ile ndoto ilivyokuwa. Sasa Danieli anamwambia mfalme habari ya tafsiri ya ile ndoto. Hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, mfalme wa falme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama, wakondeni na ndege wangani amewatia mkononi mwako. Okay, anaendelea kueleza hapo mstari wa 37. Nabii Danieli anamueleza mfalme ya kwamba Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Mungu huwapa ufalme au mamlaka ya kutawala juu ya wanadamu wenzao, watu wa aina zozote zile anazotaka. Wawe ni wacha Mungu au si wacha Mungu. Wawe wanamwabudu Mungu wa kweli au wanaabudu miungu ya fedha, ya mawe. Wawe wanaabudu mashetani. Anaweza akawaruhusu, akawapa mamlaka ya kutawala juu ya wanadamu wenzao. Kama ambavyo mfalme Nebukadneza, yeye alikuwa anashauriwa na jopo la wachawi na waganga. Na katika kitabu cha Ezekieli kinaonyesha yeye mwenyewe akifanya uganga. Amekwenda njia panda, anafanya uganga kabla ya kwenda vitani. Kwa hiyo Mungu anampa mtu yeyote ufalme, sio lazima mtu mcha Mungu, na ni mtu wa dini yoyote. Mungu anaweza kumpa mamlaka juu ya nchi, kutawala juu ya wanadamu wenzie, bila kuzingatia ni mfuasi wa dini gani au sio mfuasi wa dini. Hata wale wanaoamini kwamba hakuna Mungu, Mungu anawaruhusu kuwa watawala. Anawaruhusu kabisa kuwa watawala. Tulipokuwa shule huko tulisoma katika elimu ya historia na biolojia, nadharia au fikra, mtazamo wa kifikra au msimamo wa kifikra, aina fulani ya elimu kwamba inayosema viumbe wote wenye uhai waliopo sasa ni matokeo ya viumbe wenye uhai waliokuwepo hapo kabla, viumbe wengine tofauti kabisa wenye uhai waliokuwepo hapo kabla, ambao walipitia mchakato wa mabadiliko ya kibiolojia katika miili yao, mabadiliko ya hatua kwa hatua ya taratibu yaliyopitia mamilioni kwa mamilioni au hata mamia ya mamilioni ya miaka, kubadilika kutoka kuwa mnyama au kiumbe hai wa aina moja kwenda kuwa kiumbe hai wa aina nyingine. Pia katika nadharia hiyo au hiyo aina ya elimu kifundishwa kwamba hata binadamu, yani sisi binadamu tuliopo leo, tulitokana na mnyama jamii ya nyani ambaye alipitia mabadiliko hayo ya kibiolojia, anataja ni biological evolution, kutoka kuwa mnyama jamii ya nyani, vizazi baada ya vizazi, baada ya milioni ya miaka, mabadiliko ya taratibu, ikafikia mahala sasa tukawa hatuoti tena mikia, hatuoti tena yale manyoya kama nyani walivyo, na sura zetu na maumbile yetu yakabadilika, kwa tukawa ndo sisi tulivyo leo. Kuna elimu inayodai hivyo. Sasa hata mtu anayeamini hivyo, Mungu anaweza kumruhusu akawa mtawala juu ya wanadamu, juu ya nchi, juu ya taasisi, akawa mtawala juu ya kampuni, juu ya eneo la nchi, juu ya taasisi, jumuiya za kimataifa, ambaye haamini katika uwepo wa Mungu. Anaamini kwamba binadamu alitokea kama ajali tu, mbingu na nchi, nyota, sayari na kila kilichopo, maji, milima, ardhi, mawe, hewa, vilitokea kama bahati tu, kama tukio la bahati la kubahatisha tu, kama la ajali vile. Kwa hiyo mtu yote anaweza akapewa ufalme wa dini yoyote, au asiamini katika dini kabisa, asiamini katika Mungu kabisa, bado akapewa na Mungu kutawala juu ya wanadamu, juu ya nchi, juu ya eneo, juu ya taasisi ya kimataifa, akatawala. Ya mstari wa 30 na mbele pale kidogo,
anaendelea kuisoma hiyo tafsiri Danieli, lakini sitaendelea sana kuisoma hiyo tafsiri. Taangalia tu baadhi ya mistari pale. Takwenda mwishoni kabisa, anasema na katika siku za wafalme hao, mstari wa 44, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, yani sio kazi ya mwanadamu, na ya kuwa lilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamuonyesha mfalme kwamba ufalme wako utafikia mwisho, kwa sababu ndio maswali yaliyokuwa moyoni mwa mfalme Nebukadneza. Anawaza kuhusu ufalme wake, itakuwaje siku zijazo, miaka ijayo. Je, ufalme utadumu? Nitaendelea kwa mfalme? Okay. Na pengine kwa nawaza kama je, nitakapozeeka nikaondoka, maki ndio kawaida ya wanadamu, ndio kawaida, ndio asili, ndio kanuni ya kimaumbile. Nitakapozeeka na kuondoka, je, atakayerithi labda ni mwanangu au nani? Ataidumisha Babeli, hadhi ya Babeli, utukufu wa Babeli, utajiri, nguvu za kijeshi, nguvu zake za mataifa ambako Babeli imeweza kuvamia ikateka na kutawala. Babeli itaendelea kuwa kuu namna hii ambavyo nimefanikiwa kuijenga mimi, au itakuwaje? Au pengine kwa na hofu labda naweza nikapinduliwa na baadhi ya wasaidizi wangu, au nikavamiwa na taifa la nje, kama ambavyo ilikuwa ni kawaida mataifa kuvamiana. Taifa yenye nguvu yanavamia yale dhaifu, kupigana vita, kiwashinda wanafanya kuwa koloni lao. Ilikuwa ni kawaida. Kwa alikuwa na mawazo kama hayo. Kwa alivyoambiwa kwamba ufalme wako pia utafikia mwisho, utakuwa wewe ni kichwa cha dhahabu cha ile sanamu uliyoiona katika ndoto. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemjibu kupitia ndoto. Amejibu yale mawazo, yale maswali yaliyokuwa katika fikra na moyo wa Nebukadneza kuhusu hali ya baadaye yeye na ufalme wake. Kwa Mungu amemjibu kwamba ufalme wako utakoma, utafikia mwisho, hatimaye utainuka ufalme mwingine, hatimaye utainuka na mwingine tena, hatimaye mwisho ufalme uliofaishwa na chuma, na baadaye falme nyingine faishwa na mchanganyiko wa chuma na udongo, nyayo za miguu ya ile sanamu aliyoiona. Kwa hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu iliyokuja kwa njia ya ndoto, lakini katika fumbo la sanamu, katika picha, katika umbile la sanamu. Sasa tafsiri yake akaitoa nabii Danieli, tafsiri aliyopewa na Mungu baada ya kumwomba Mungu. Pale tafsiri ilipotolewa inaonyesha kwamba mfalme aliamini. Mfalme aliamini. Ule mstari wa 46 nasema, ile sura ya pili nasema, sura ya pili ya Danieli mstari wa 46, ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee sadaka na uvumba. Mfalme akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa mbinguni na Bwana wa falme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya waliwali wote wa Babeli. Okay, na mengine kuendelea pale. Sasa mfalme anaagiza wamtolee uvumba, sadaka Danieli. Sababu huyu mfalme alikuwa ni mwabudu sanamu, mwabudu miungu, na washauri wake ni pamoja na majopo ya waganga na wachawi na wasoma nyota. Kwa ni mtu wa mambo ya mizimu, mambo ya matambiko, mambo ya uchawi na uganga, utoaji kafara kule. Lakini hapa alipopewa ile tafsiri alianguka na kusujudia, sio jambo la kawaida. Na akatambua kwamba hii tafsiri ni hakika, kwa sababu kwanza wamefunua ndoto ambayo yeye hakuambia, lakini Mungu akamfunulia Danieli na wale wenzie. Na wakatoa tafsiri ambayo ilionekana wala sio ya kugushi, tafsiri halisi. Hapa ameamini, lakini baadaye kule mbeleni Danieli sura ya 3 inaonekana mfalme alikaa akafikiri, akakataa, akaona kwamba japokuwa nimeambiwa ufalme wangu utafika mwisho kama ambavyo ile tafsiri itolewa na kama alivyoona yeye katika ile ndoto, naona mawazo yake akamwingia, akaona hapana, mimi Babeli yangu hii niliyojenga haitafika mwisho. Ufalme wangu utadumu. Hata kama mimi nitakuwa nimeondoka, lakini utadumu. Babeli itazidi kuwa imara, itaimarika, itadumu, itaendelea kutawala. Kwa hiyo kile alichokuwa amejulishwa na Mungu, maswali aliyokuwa nayo moyoni, katika fikra za moyo wake, mawazo ya moyo wake, Mungu akamjulisha. Mwanzo akaanguka, akasujudia, akakubali, akaamini. Lakini baadaye anakataa. Kukataa kwake kunakuja kuonekana katika ile sura ya 3 kitabu cha Danieli. Pale ambapo mfalme Nebukadneza anajenga sanamu kubwa la dhahabu, dhahabu tupu, kichwa mpaka nyayo zake na vidole vya miguu ni dhahabu tupu. Nadhani ilikuwa ni
anajaribu kuonyesha kukataa, kwa sababu ile sanamu aliyoiona katika ndoto ilikuwa na ule mgawanyiko alionyeshwa. Na tafsiri yake inasema ufalme wake utafika mwisho, utakuja mwingine na utafika mwisho, utakuja mwingine na utafika mwisho. Mpaka mwisho kabisa wa falme zote, nyakati za mwisho, Mungu atakomesha falme zote za wanadamu na atasimika ufalme wake ambao hautaachiwa wanadamu tena. Utakuwa ni ufalme wa milele ambao ni wa Kristo Yesu. Tafsiri ile alipewa na mwanzo akaanguka akasujudia, lakini baadaye anaonyesha kukataa. Hakubaliani na kile ambacho amejibiwa na Mungu, na akapewa tafsiri kupitia kwa nabii. Akasimamisha sanamu na akaamuru wasaidizi wake wataserekanie kuiabudu. Pengine alikuwa anajaribu kupima pia utii wao, kwamba labda atakayekataa aone kama huyu pengine ndio anaweza kuwa na mipango ya kuniasi, kutaka labda kunipindua, au anaweza kashikiana na wageni kunivamia na kunipindua. Au pengine alikuwa anataka pengine kuwafunga kwa kiapo, kwa sababu wakianguka na kusujudia ile sanamu aliyosimamisha yeye, sanamu ya miungu yake yeye, ilikuwa ni kuwafunga chini ya kiapo, na hivyo kwamba watamtii kwa sababu wamejifunga chini ya kiapo cha miungu yake. Pengine lilikuwa ni hilo pia. Inaweza kuwa sababu zikawa ni nyingi, zikana sababu zilikuwa nyingi. Lakini moja wapo ilikuwa ni kukataa, kwamba hakubaliani na hicho ambacho Mungu amekisema na hicho alichofunuliwa, kwamba hakubaliani. Babeli tadumu, ni ufalme mkubwa, nina nguvu za kijeshi, nina nguvu za uchumi, nimevamia mataifa mbalimbali, nimeteka, nina makoloni, na washauri wenye hekima, waganga na wachawi wenye nguvu. Nani atashindana na mimi? Kwa hiyo mfalme wa Babeli akajenga lile sanamu katika kukataa kukubaliana na sauti ya Mungu. Lakini pia unaweza kuona kwamba katika ile Danieli sura ya 4, Danieli sura ya 4 mstari wa 32 inasema aliye juu, yani Mungu, ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Mungu humpa ufalme. Sasa nyakati zile walikuwa wanatawala ni wafalme. Zilikuwa tawala za kifalme, na utawala kifalme ni kwamba katika ile familia ya mtawala, kama atafikia wakati labda amezeeka hawezi kuendelea kutawala na pengine amefariki, itaangaliwa na wale wanafamilia na washauri wengine pia wa ufalme, nani mwenye sifa za kukalia kiti cha ufalme huyu aliyeondoka. Kama labda alikuwa ni mfalme, ni mwanaume amefariki, au kama nchi inatawaliwa na malkia pengine amefariki, sasa nani atakalia kiti chake, nani atarithi? Kwa hiyo haukuwa mfumo kama nyakati za sasa ambapo ni chaguzi za raia wanapiga kura, au hata kama sio kura za kiraia, lakini nchi nyingi hazitawaliwi kifalme. Unakuwa sio utawala wa ndani ya familia wa kurithishana ndani ya familia. Hapana. Chaguzi zinafanyika, kwa hiyo mtu kutoka nje ya ile familia, mtu mwingine atakaonekana jamii na mkubali amepigiwa kura, kama ni uchaguzi wa kutumia kura za raia wote, basi unamchagua na shika nafasi. Lakini nyakati zile ilikuwa ni tofauti. Tawala nyingi zilikuwa za kifalme. Leo ni chache tu tawala za kifalme, nyakati za leo zipo chache. Kwa hiyo katika Danieli 4:32 inasema aliye juu ni Mungu, ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Na Mungu hazuiliwi, kama alivyosema na bahari, alivyosema na upepo, na baadaye Yona alivyomezwa na samaki katika ile bahari. Mungu alisema na ule samaki, chochote kile, kiumbe chochote, kiwe na uhai, kisiwe na uhai, kiwe na akili, kisiwe na akili, kiwe na mwili, kisiwe na mwili, Mungu akitaka kukisemesha, kitasikia na kitafanya yale Mungu anayotaka. Kitatumikia ajenda au kusudi la Mungu. Hata kama ni kiumbe kinachodhaniwa hakimjui Mungu, hakimchi Mungu, hakimwabudu Mungu, hakina akili kama wanadamu walivyo, sauti ya Mungu, Mungu akitaka kiumbe kisikie sauti yake, kitasikia. Akitaka kitumikie ajenda yake au kusudi lake, kitatumikia ajenda yake. Kwa hiyo katika ile ndoto mwisho alionyeshwa hivyo kwamba utakwenda kuja ufalme ambao utakomesha falme zote za wanadamu. Sasa zipo fikra nyingi, zipo fikra mbalimbali, na kwa mfano watu wengi wao wanajaribu kuhoji, na mtu yote anaweza kuhoji, na pengine kwa ni fikra ambazo sio za ajabu. Watu wanahoji, wanasema haya mambo, hizi taarifa kwamba kuna mwisho wa dunia, nyakati za mwisho, Mungu atakomesha, Mungu atasimamisha ufalme wake, Mungu atawahukumu wanadamu wote kulingana na sheria yake. Huyu Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu mwenyewe hatujawahi kumuona kwa macho, haonekani, ni Mungu asiyeonekana kwa macho ya kimwili. Haya mambo yamesema, zimekuwa tu kama hadithi tu za kizee, kwamba kuna nyakati za mwisho, kuna miaka ya mwisho.
Lakini katika Biblia haya mambo sio kwamba yaliachwa tu kiholela hewani tu bila vigezo. Yalizungumzwa kwa vigezo. Kila alipotajwa yalitajwa kwa vigezo. Viko vingi yalitajwa kwa vigezo, kwa alama maalum, kwa dalili maalum. Sio tu kwa sababu kwamba mtu akiibuka tu akasema basi hizi leo nyakati za mwisho wa mwaka huu unaweza kuwa ni mwisho, kutatokea tukio kuu, Kristo atarudi, atasimamisha ufalme wake, falme za wanadamu zitakomeshwa. Mtu akisema tu kama kusema haiwi kwa sababu fulani kasema, hata kama ni mtu maarufu, sababu lazima vigezo au alama au dalili zilizotabiriwa na manabii aliowatuma Mungu ziwe zimetimizwa. Sasa hizo kadaiwa kama ni hadithi tu, sababu kweli amesema miaka na miaka, inafikia mara mtu anaona kama hizi ni hadithi tu. Lakini alama moja hapo ambayo isingewezekana hizi nyakati za mwisho zitimie bila hiyo alama kutimia ni taifa la Israeli. Alama ambayo imewekwa kwa taifa la Israeli kwa ulimwengu. Unaweza kuwa unachukia sana kusikia tu hata lile neno Israeli, unapatwa kichefuchefu. Pengine ungetamani hata Israeli, shauku yako ni kwamba ile taifa na wale watu waangamizwe kabisa na kutoweka kwenye ramani ya dunia. Labda kwa sababu mbalimbali, kwa sababu ya matukio yanayoendelea ya kijiografia, ya kijamii, migogoro ya Mashariki ya Kati ambayo ni ya muda mrefu, damu inamwagika kule. Sawa, unaweza kutamani hivyo, lakini haisaidii sana kwa sababu mbingu ndizo zinazotawala. Aliye juu Mungu ndiye anayetawala katika falme za wanadamu, na kuna mambo ambayo yeye ameyaamuru, ameyaweka. Shauku ya mwanadamu au juhudi za mwanadamu au hasira za mwanadamu au mipango na mikakati haiwezi ikawa na nguvu kushinda kile Mungu alichokikusudia, kushinda ajenda ya Mungu, kushinda nyakati ambazo Mungu ameziamuru. Haiwezekani kushinda mipaka Mungu aliyoweza. Haiwezekani. Mwanadamu hawezi akashinda kwa mbinu yote ile, kwa silaha yote ile. Hawezi akashindana na ajenda na nyakati na makusudi ya Mungu na njia za Mungu. Mwanadamu akashinda, hilo halipo. Hilo halina uwezekano. Mwanadamu akijiona ameshinda ni kwa sababu Mungu aliye juu, mbingu zinazotawala, zimeruhusu hilo jambo lifanyike. Zisiporuhusu hakuna namna ya mwanadamu kushindana na ajenda ya Mungu. Kwa hiyo hata ukitamani basi Israeli ifutike, itoweke, ni kutokana na mgogoro wao na Wapalestina. Mimi siongee masuala ya kisiasa hapa, siko katika ajenda ya kisiasa. Lakini ukweli mwingine hauepukiki. Kuna ukweli mwingi mpana ambao hauepukiki. Kwa hiyo ni muhimu kauzingatia pia. Kuichukia tu Israeli haikusaidii sana. Jitahidi pia kufungua fahamu zako na kuzingatia ukweli mwingine mpana zaidi. Alama moja hapo ya nyakati za mwisho, miaka ya mwisho ya kurudi kwa Kristo, ni taifa la Israeli kuwepo tena, kurejea tena mahala pao. Mwaka ule wa 70 baada ya Kristo, ilikuwa ni miaka kama 40 tangu Yesu Kristo auawe msalabani, azikwe, afufuke kutoka kaburini, apae mbinguni, na kanisa la Yesu Kristo likawa limeanza pale Yerusalemu, likiwa ndilo kanisa mama kwa makanisa yote duniani, likiwa ndilo kanisa lililozaa makanisa yote duniani kwa sababu lilianzia pale. Likiwa ni kanisa mama kwa makanisa yote duniani, lililoanzishwa na mitume wa Yerusalemu pale, mitume wa Yesu Kristo, na injili ya kwanza ikihubiriwa na mtume Petro siku ya Pentekoste, na wakamwamini Yesu watu kama 3000. Siku ya kwanza kabisa ya injili kuhubiriwa duniani pale Yerusalemu, baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia mitume wa Yesu Kristo na watu wengine waliokuwa wamekusanyika pale, wafuasi wa Yesu. Sasa mwaka wa 70 Wayahudi waliokuwa chini ya ukoloni wa Kirumi wakaasi, wakaibua uasi wakitaka kujiondoa chini ya ule ukoloni. Kwa hiyo wakapigana na majeshi ya Kirumi ya Waitaliano. Wayahudi wakashindwa vita na wakapigwa na kutawanywa. Yerusalemu ukaharibiwa vibaya, na hekalu lilokuwepo ambalo Yesu alikuwa amelitabiria kwamba hapata salia jiwe juu ya jiwe kwenye hili jengo. Na hata baadhi ya watu wakati anashtakiwa Yesu wakadai huyu alisema atabomoa ile hekalu, japokuwa kuna wakati alikuwa anazungumzia mwili wake mwenyewe kwamba atauawa na basi baada ya siku 3 atafufuka. Lakini pia alitoa unabii kuhusu lile jengo, hekalu lilokuwa kwa Yerusalemu. Na ukaja ukatimia mwaka ule wa 70 katika ile vita, lilibomolewa lile hekalu na hapakusalia jiwe juu ya jiwe kama Yesu alivyokuwa ametabiri. Wayahudi wakakimbia duniani kote, wakatawanyika kabisa kuondoka pale nchini kwao tangu ule mwaka wa 70 baada ya Kristo. Na wamekuja kurejea kama taifa tena mwaka 1948 baada ya vita ya pili ya dunia, katika hii karne iliyopita ya 20, mwaka 1948
ndipo wamerejea tena kuwa kama taifa, na mpaka sasa wanaendelea kuwa ni taifa mahali pao pale. Sasa unaweza kusema ile sio ardhi yao, ile ni ya Wapalestina, ile ni ya Waarabu. Sasa hayo ni masuala mengineyo. Kwa hiyo wako pale katika ardhi yao kama taifa. Hili jambo limechukua kiasi cha miaka 1879 au miaka 1880 tangu mwaka wa 70 walipotawanyika na hekalu likabomolewa hadi walivyorejea mwaka 1948. Ni kiasi cha miaka hiyo kama 1879 miaka 1880 hivi. Sio miaka michache binadamu anaishi ndani ya miaka 100 na zeeka na kufariki. Hata akivuka 100, 110, 120 bado, 130 bado anakuwa amekuisha na zeeka na kuondoka duniani. Na zeeka na kuondoka. Sasa baada ya miaka 1800 kama 80 ndipo taifa lile linarejea. Unabii wa Mungu unaweza kuchukua miaka yote, ni kiasi ambacho mwanadamu kweli anaanza kufika mahali akachoka, akaona hizi ni hadithi tu. Na kweli kuna wahubiri wengi katika karne zilizopita na hata karne hii iliyopita ya 20, wahubiri wakubwa tu kabla ya watumishi wa Yesu Kristo, kabla ya kurejea kwa Israeli mwaka 1948, walikuwa wamefikia mahali pa kuamini kabisa, na theolojia zipo zinasema kwamba hili taifa ndio lilishamalizika. Mungu alishawatupilia mbali, alishawakatilia mbali Israeli, wale wana wa Yakobo, ile jamii yenyewe ya Israeli wa damu. Mungu alishawafutilia mbali, ishaacha nao. Theolojia hizo zilikuwepo na zikashamiri kabisa. Unaweza kuona mpaka watumishi wa Mungu walifikia wengine kuamini hivi kwamba hili kitu hakipo, hakuna kitu kama hiki. Lakini kikarejea. Mungu akisema, amesema. Hata kama kitakuwa hakiingia akilini, common sense inakataa, ile akili makini ya kibinadamu, akili ya kuzaliwa inakataa. Lakini kama Mungu alisema, kama ni Mungu aliyesema, liko neno ambalo Mariamu mama yake Yesu akiwa bado mjamzito aliambiwa na Elizabeth. Elizabeth ni mama yake Yohana Mbatizaji. Wakati wote walikuwa wajawazito. Mariamu amekwenda kumtembelea Elizabeth, wote wakiwa wajawazito. Mariamu alipomsalimia Elizabeth, Roho Mtakatifu akamshukia Elizabeth na akajazwa Roho Mtakatifu na akasikia kitoto kinaruka tumboni mwake kwa furaha. Kile kitoto alikuwa ndio Yohana Mbatizaji, alikuwa bado yuko tumboni kwa mama yake Elizabeth. Elizabeth alikuwa mke wa kuhani mmoja wa jamii ya Wayahudi katika ile taifa la Wayahudi. Elizabeth akamtamkia Mariamu katika Luka sura ya 1 mstari wa 45. Luka sura ya 1 mstari wa 45. Elizabeth anamwambia Mariamu kwamba, Luka sura ya 1 mstari wa 45, Elizabeth anamwambia Mariamu kuwa naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Heri aliyeamini, kwa sababu kile kilichosemwa na Mungu kitatimia. Maadamu aliyekisema ni Mungu, mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya uchumi, mabadiliko ya elimu na teknolojia duniani, mabadiliko ya kimipaka ya wanadamu, mabadiliko ya kitamaduni hayatazuia heri yeye aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Aliambiwa hivyo Mariamu. Sasa kwa sababu Mungu alikuwa amesema katika nyakati za mwisho, ilishatabiriwa kwamba Israeli watapaswa kuwa mahali pao, na ni moja ya alama za kurejea kwa Yesu Kristo, alama za miaka ya mwisho au nyakati za mwisho, alama zitakazotangulia zikiashiria wakati wa kufiatuka kwa lile jiwe aliloliona Nebukadneza katika ndoto, kufiatuka kutoka kule mlimani na kupiga miguu ya ile sanamu na kuisambaratisha, na lile jiwe likawa mlima mkubwa na kujaza dunia yote, ambao ni ufalme wa Yesu Kristo utakapokomesha falme zote za wanadamu duniani katika ile miaka ya mwisho, katika siku za mwisho. Sasa jambo hilo limesemwa katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 38 mpaka 39, amelielezea pale kwa urefu kwamba Israeli watakuwa mahali pao katika ardhi yao kama taifa, wakiwa kama taifa. Kwa hiyo miaka 1880 hawakuwepo, lakini hili neno bado lilikuwepo tu, limekaa, halitapita mpaka litimie. Halikaja kutimia katika nyakati ambazo hata wahubiri wengi walishakata tamaa, walishaona hili jambo halipo, haliwezekani. Hawa watu wametawanyika duniani kote, walishasahaulika, wanawezaje kurejea wakaja kuwa taifa? Naye heri yeye aliyesadiki, aliyeamini, kwa kuwa kama aliyesema ni Mungu, litatimia
litatimia, lingoje litatimia. Kwa hiyo ile Ezekieli 38 mstari wa 8 mpaka 16, Ezekieli 38 mstari wa 8 mpaka 16, Mungu anaonyesha kwamba Israeli atairejesha mahali pao, atawakusanya kutoka sehemu makabila mbalimbali, jamii mbalimbali za watu duniani, atawakusanya katika nchi yao. Na anasema katika Ezekieli 38 kwamba ni nchi iliyokuwa imeharibiwa kwa upanga, lakini sasa Mungu ameirejeshea hali yake ya awali na amewaweka Israeli salama, amewakusanya kutoka kabila za watu kila kona duniani, na hilo limeshatimia. Walikusanyika Waisraeli kuingia kutoka Urusi, wakati wa Urusi ya Kisovieti, na pale Urusi ilivunjika ikaja hiyo Urusi ambayo ni ya sasa kuacha ya Kisovieti, baada ya mataifa mengine kuondoka humo yakawa huru. Wakatokea wengine na nchi zingine za Ulaya Mashariki na hata Ulaya Magharibi, na wengine bado wengi wako Marekani na raia wa kule, na wengine kutoka nchi mbalimbali, wengine hata bara Amerika Kusini na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati, na wengine wametoka miaka karibuni tu walikuwa Ethiopia. Kuna Wayahudi walikuwa wanaishi Ethiopia kwa karne nyingi, zote hizo wamerejea na kupewa uraia wa Israeli miaka hivi karibuni. Kwa hiyo alichosema Mungu atawakusanya kutoka kabila mbalimbali za watu kote duniani, Mungu ametimiza. Kama alivyoambiwa Mariamu, heri yeye aliyesadiki, kwa kuwa yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Na hili la kukusanywa Israeli kama alivyotabiri nabii Ezekieli, hii ni maelfu ya miaka iliyopita. Maelfu ya miaka iliyopita. Zaidi ya miaka 2500 iliyopita. Zaidi ya miaka 2500 iliyopita. Lilisemwa, lakini mpaka majuzi hapa tu Waisraeli wameondoka Ethiopia pale. Wakachunguzwa DNA zao, damu zao, wakathibitishwa kisayansi kwamba hawa ni Wayahudi. Wamerejeshwa, wamepewa uraia wa Israeli. Fikiri, jambo linakuja kutimia baada ya miaka zaidi ya 2500. Kibinadamu haingia akilini, hai make sense. Kibinadamu ni nonsense. Akisema unamweleza mtu jambo na na kuangalia naona kama akili yako haiko sawa. Kama una umri mkubwa anaona mzee, unazeeka vibaya, unazeeka vibaya, jiangalie. Lakini baada ya miaka 2500 jambo lililosemwa kwa nabii Ezekieli linatimia. Juzi hapa Wayahudi kutoka Ethiopia wanarudi kwao. Yaani linatimia mbele ya macho yetu, mbele ya macho yangu, mbele ya vyombo vya habari vya sasa. Sio kitu cha kufikirika. Na haya mambo yana ushahidi. Unaweza kusema unaeleza tu vitu vya Biblia hivyo, nani wengine hatuiamini Biblia. Biblia pia ni kitabu cha kihistoria, pia ni kitabu cha kijiografia. Kuna watu wanaokisoma hawaamini kabisa katika Mungu wala katika habari za Ukristo wala dini ya Kiyahudi. Wanakisoma kama kitabu cha kihistoria, kijiografia, kupata taarifa na maarifa ya ulimwengu wa zamani zile za Mashariki ya Kati, hasa lile eneo la Uyahudi, Israeli pale chini ya utawala wa Rumi, habari za utawala wa Yunani ilivyokuwa wakati ule. Kwa hiyo wanapata habari na maarifa na taarifa na elimu ya historia na jiografia na tamaduni za wakati ule. Na sasa unaweza kuzipata katika Biblia. Ukikiendea kama kitabu cha historia au cha jiografia, ukapata hayo mambo na unayotafuta, na habari za uchumi, elimu ya uchumi imo mle, elimu ya saikolojia iko mle, elimu ya kijamii, elimu ya sheria. Ziko mle taarifa za kisayansi ziko, japo sio kitabu rasmi cha kisayansi wala sio rasmi cha kijiografia wala hakiko rasmi kwamba ndio kitabu rasmi cha historia, lakini ziko hizo taarifa mle. Hizo taarifa ziko, zote ziko. Na kutaka kanuni za kiuchumi ziko nyingi, zimejaa mle. Kwa hiyo kulikuwa kuna mwanahistoria mmoja ambaye yeye hakuwa mfuasi wa Yesu. Hakuwa Mkristo. Hakuwa mfuasi wa Yesu, alikuwa mfuasi wa dini ya Kiyahudi, anaitwa Josephus. Josephus alikuwa Myahudi mwanahistoria. Kuna watu fulani kabla ya kuwa mwanahistoria, mwandishi wa historia, alikuwa ni jenerali wa jeshi la Wayahudi. Lakini baadaye akawa ametoka huko akawa ameingia kwenye kazi rasmi ya uandishi wa kihistoria, na baadaye hata akawa na ushirikiano na Warumi, wale watawala wa Kirumi wa koloni walikuwa kitawala pale. Kwa akawa mwandishi wa kihistoria na ameandika taarifa nyingi za wakati ule. Yeye alikuwepo na aliishi nchi ile ya Galilaya, na aliishi na kuzungumza na watu ambao walimuona Yesu tangu utoto wake, wamekuwa na kuishi jirani na Yesu, waliomuona Yesu akihubiri na kufanya miujiza. Yeye Josephus alizaliwa nadhani miaka michache baada ya Yesu Kristo kuwa ameondoka duniani. Lakini watu waliomuona Yesu, waliomsikia, walioishi naye, waliomuona tangu akiwa mtoto, waliona huduma yake, walioona alivyohukumiwa na Pilato, waliona habari za Yohana Mbatizaji na Yohana Mbatizaji wakamuona,
wakawaona ndugu zake Yesu, walieleza na walizungumza nao, na kwa hiyo anakupa taarifa ambazo yeye alikuwepo, ni first hand information, sio taarifa za baadaye za kusikia tu, hapana. Josephus alikuwepo, ni mtu mhusika wa karne ya kwanza nchi ya Israeli. Samani aliandika taarifa hizo, na wasomi wa historia na wanafuatia mambo ya Mashariki ya Kati, mambo ya pale eneo la Yahudi, Galilaya, Mashariki ya Kati pale zama zile, miongoni mwa vitabu vya kihistoria ambavyo wanavitumia na vinaaminika na wanavikubali ni vitabu hivi vilivyoandikwa na Josephus. Viko vitabu kadhaa vilivyoandikwa na huyo mwanahistoria Josephus Myahudi, na taarifa zilizoko kwa vitabu vya Josephus pia zinapatikana katika vitabu vya Agano Jipya vya Injili ya Yesu Kristo na nyaraka za mitume wa Yesu Kristo wa Agano Jipya. Kwa hiyo unaweza ukazipata kwa Josephus ambaye hakuwa mfuasi wa Yesu, na wakazipata katika Biblia. Kwa hiyo ukaangalia huku na huku na ukahakiki kwamba hizi sio taarifa tu za watu wa kanisani, bali zimeandikwa hata na watu ambao hawakuwa wafuasi wa imani ya Yesu Kristo kama huyu Josephus. Yeye aliyashuhudia hayo yaliyotokea wakati ule, aliyashuhudia yaliyotokea. Kwa hiyo Israeli kuwepo mahala pao ni moja ya ishara za nyakati za mwisho au siku za mwisho. Israeli kuwepo mahala pao kama taifa, kwa kuna mambo ambayo yasingeweza kutokea mpaka Israeli wawe mahala pao kama taifa, kama unabii wa Ezekieli unavyosema, Ezekieli 38 mpaka 39, hasa ile 38 unaweza kusoma mstari wa 8 mpaka 16. Lakini kuna kingine kipengele muhimu kimetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 17. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 17. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 17 unasema, mstari wa 16 mpaka 17, mstari wa 16 mpaka 17 unasema, Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 mpaka 17, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hiki nini kinazungumzwa hapa? Katika ulimwengu wa sasa, maendeleo ya sayansi na teknolojia, ukiangalia mfumo wa mabadilishano ya huduma, bidhaa na fedha, kufanya malipo, kufanya manunuzi kwa huduma au bidhaa mbalimbali, sio lazima. Sasa tumefikia mahali ambapo sio tena ule ulimwengu wa kubeba fedha mfukoni, sarafu au noti. Mtu kwa sasa bado mtu anaweza kabeba, lakini tumefikia jukwaa limekwisha tengenezeka, mazingira yamekwisha kutimia ambapo mtu halazimiki tena kubeba fedha mkononi au mfukoni. Mtu unaweza kutumia simu yako ukahamisha fedha kutoka kwenye akaunti yako ya benki zikaja kwenye akaunti ya simu, na ukamlipa mtu kafanya manunuzi au kalipia huduma kwa namba tu, kwa mfumo wa namba, bila kushika fedha. Uwe tajiri uwe maskini, jukwaa limetengenezwa, mazingira au alama imeweza. Kuna nyakati karne za nyumba hiki ilionekana kama kituko fulani, mtu hawezi kununua wala kuuza, awe tajiri awe maskini, awe mtawala awe mtumwa, bila kuwa na namba, bila kuwa na chapa. Na hata hivi sasa kuna watu wanachapa tayari. Kuna wengine majaribio yamekwisha kufanyika, ziko zimeshawekwa kwenye paji la uso, wengine ziko mkononi. Sasa sio kwamba ndio ile namba moja kwa moja iliyotajwa pale, lakini mazingira, jukwaa, mfumo tayari umekamilika kwa ajili ya hiki kinachotajwa hapo, kutimia kwa huu nabii wa nyakati za mwisho. Hakuna kununua wala kuuza bila kuwa na chapa, namba maalum. Na sasa tayari tuko kwenye mazingira hayo ya kufanya biashara, kununua bidhaa, kulipia huduma au bidhaa kwa namba bila kushika fedha, kwamba bila namba hakuna malipo. Na yako maeneo hapa duniani, ziko nchi, iko miji, yako maeneo mengine yameshafanywa majaribio ambako wanaita cashless society. Kwa hiyo hakuna kushika fedha. Ziko nchi ambazo nadhani mnaangalia mtandaoni tunayaona imeanza kuwa ya kawaida. Unaweza ukaagiza gari kama taksi, haina driver. Zipo taksi hazina driver. Gari inakuja haina driver ndani. Mtandaoni ukiangalia unayaona, yako kwa social media, ni mambo ya kawaida sasa hivi katika baadhi ya nchi, hasa kwa mataifa makubwa, kwa teknolojia ikofikia. Kwa kuna mazingira yasingewezekana kwa baadhi ya mambo kutimia, yalihitaji maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ndio ule wakati wa mwisho utimie. Na kuna baadhi hata ya uovu ambao shetani
anaufanya umefanikishwa sana na mazingira ya sayansi na teknolojia kubwa. Kuna mambo magumu sana yanafanyika kwa sasa ulimwenguni. Ni magumu sana, mengi ukiyaona taarifa zake ni magumu sana. Sana ni magumu sana mpaka unajiuliza, je, wanadamu wanaweza wakageuza ile gurudumu wakarudi katika ile dunia njema? Au tayari tumeingia upande ambao tunaporomoka kwenda ambako inabidi Mungu mwenyewe aingilie kati kukomesha uovu wa wanadamu? Kuna mambo magumu sana yanaendelea. Na mengine yanafanyika kwa sayansi na teknolojia ya hali ya juu, ni magumu sana. Japokuwa sayansi ya teknolojia ya hali ya juu ina mema mengi sana, ni baraka kubwa sana kwa wanadamu, lakini ndani yake humo inapotumika kwa nia mbaya inafanya uharibifu usiosemeka, ni mgumu sana. Kwa hiyo digital technology katika Ufunuo sura 13:17 pale 16 mpaka 17 ni alama nyingine ya hizo nyakati za mwisho, ambazo kwa karne zilizopita mtu angeyazungumza anaonekana kama mwenda wazimu fulani, kama hayuko sawa kichwani, kama zimefyatuka, ungesema dishi limecheza. Lakini kwa sasa kwa teknolojia digitali iliyopo, vitu viko live kabisa mbele ya macho yetu. Vitu viko live mbele ya macho yetu. Na ufalme wa Babeli ulikomeshwa kama alivyoambiwa na Mungu, ulikomeshwa kipindi cha mjukuu wake. Ni mjukuu wake anaitwa Belshaza. Belshaza katika ile kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli sura ya 5, kitabu cha Danieli sura ya 5 ndipo tunaona ufalme wa Babeli ukikomeshwa. Belshaza mjukuu wa Nebukadneza aliamua kuvichukua vyombo vilivyotoka hekaluni ya Yerusalemu ambavyo vilikuwa vimeletwa na Nebukadneza. Nebukadneza alivitunza kwa kumheshimu na kumwogopa Mungu wa Israeli. Lakini huyu mjukuu ni Belshaza, baada kwa yeye ndio yuko madarakani, yeye hakumwogopa Mungu wa Israeli. Akavileta vile vyombo vya hekalu, vyombo vitakatifu hivyo wavinywe divai katika sherehe, yeye na wasaidizi wake. Danieli 5 tuanze ule mstari wa 20 na Danieli 5 kuanzia mstari wa 24. Wakati anafanya sherehe ile, kilitokea kiganja cha mtu kikawa kinaandika ukutani. Sasa mfalme akaogopa sana. Kwa hiyo akaitwa nabii Danieli, alikuwepo katika ule ufalme wakati ule, hizo zama za mjukuu wa Nebukadneza, akaitwa. Walikuwa watu wakamshauri mfalme kwamba kuna mtu katika ufalme wako anaweza akafafanua jambo hili, kwa sababu roho ya miungu iko ndani mwake. Danieli akaja. Sasa maelezo anatoa Danieli, anasema kuanzia ule mstari wa 24, anamwambia mfalme Belshaza, ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa kutoka mbele za Mungu. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: mene, tekeli na peres. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peres, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Mengine yanayofuata pale ni maamuzi sasa ya mfalme. Lakini anaambiwa ufalme wako umefika mwisho. Kile ambacho kilisemwa kwa Nebukadneza kwa njia ya ndoto, kwamba ufalme wako utafika mwisho, utakuwa na ufalme mwingine wa wanadamu nao utafika mwisho, watapewa tena wengine na watafika mwisho, watapewa tena wengine watafika mwisho, kadiri nyakati zilizoamriwa na Mungu zinavyoendelea. Kwa hiyo ufalme wa Nebukadneza, ile Babeli, ikaanguka, ikakomeshwa siku za mtoto wake anaitwa Belshaza, kama alivyoambiwa na Mungu kwa huu ufunuo kwamba mene, tekeri na peres. Na tafsiri ya maneno haya ni hii, mstari wa 26: Mungu ameuhesabu ufalme wako na kukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepungua. Peres, ufalme wako umegawanyika na wamepewa Wamedi na Waajemi. Na ukiendelea pale mbele nao inaeleza usiku wa mstari wa 30: usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka 62. Kwa kila alichoambiwa mfalme Nebukadneza akakikataa. Mwanzo aliamini, lakini baadaye akakataa, akasema hii Babeli yangu itadumu, itaendelea, itazidi familia yangu itaendelea kutawala, hata kama yatakuwa amefariki. Babeli itaendelea kutawala juu ya falme zingine, itazidi kuwa imara, itaimarika, itaendelea kuwa na utajiri, itaendelea kuwa na nguvu za kijeshi, itaendelea kuwa na hadhi kubwa, miundombinu tulijenga, mataifa mbalimbali wanakuja wanashangaa Babeli. Mungu akamwambia itafika mwisho. Neno la Mungu limesema itafika mwisho. Sasa inakuja kutimia katika siku za mjukuu wake aliyeitwa Belshaza, ikatimia. Ni kile ambacho aliambiwa Mariamu
na Elizabeti ya kwamba naye heri aliyesadiki au aliyeamini, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Na Mungu ameweka wakati kwa kila kusudi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 tunasema kuwa, Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 nasema kuwa 26 ya mstari wa 26 naeleza kuwa mstari wa 26, naye ndiye anayewapa uzima, naye ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Inasema naye ndiye anayewapa wote uzima na pumzi. No, mstari wa 26 samani. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Huyo ni Mungu aliyefanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Nyakati zimeamriwa na Mungu katika ulimwengu wa roho, nyakati kwa kila jambo, nyakati kwa kila jambo. Hii ina neno pia katika kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3. Nitasoma hapo kitabu cha Mhubiri sura ya 3, nitasoma haraka kuanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Mungu amekwisha kuamuru nyakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wanadamu amewawekea mipaka ya nyakati na mipaka ya makazi. Sasa hii haimzuii mwanadamu anaweza akatoka eneo moja akaenda eneo lingine akahamisha makazi yake, lakini kwa ujumla kuna mipaka ya makazi. Hata huyu mmoja anaweza kuwa anakwenda huko na kule hajui, lakini kuna mipaka yake ya makazi iliyowekewa. Kwa hiyo mbingu ndizo zinazotawala, zinazoamuru mipaka ya nyakati na mipaka ya makazi, kama Nebukadneza alivyoambiwa kwamba wewe kama mwanadamu utapita, watakuja. Walifuata wa Yunani, wa Greek, baada ya pale wakafuata wa Medi na Wajemi. Baada ya Nebukadneza Babeli kuanguka, wakafuata wa Medi na Wajemi chini ya Dario alipouawa Belshaza, wakaja wakafuata wa Yunani, wa Greek chini ya Alexander, baadaye wakafuata Warumi. Ni historia ambayo unaipata hata katika vitabu nje ya Biblia. Sio historia ya kanisa ya watu wa imani ya Mungu. Unaipata katika Biblia, unaipata na nje ya Biblia katika vitabu vingine vya historia kama Biblia ambayo nayo ni kitabu cha kihistoria. Kwa unapata hata nje ya Biblia kama vitabu vya Josephus ambaye alikuwepo wakati matukio mengi yanatokea pale Israeli katika ile karne ya kwanza, na watu walioishi na Yesu alizungumza nao na alifahamiana nao na akaona mambo yakitimia pale. Kwa hiyo kama alivyoambiwa Nebukadneza kwamba aliona mwisho, ufalme wa Mungu ukisimama ukakomesha falme zote, na falme za wanadamu zote zitapita, na kila alichokisema Mungu ni heri mtu aliyesikia na akaamini, kwa sababu kitatimia. Hata kama imepita miaka zaidi ya 2500 kama alivyotabiri Ezekieli. Na juzi tu hapa fuatilia taarifa, wametoka Ethiopia hapa Wayahudi wanarudi kwao na wamepewa uraia, walioishi kwa zaidi ya miaka 1000 nchini Ethiopia. Wamerudi kwao, wamekwenda wamepewa uraia, wametambulika kwamba hawa ni Waisraeli. Heri yeye aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa yaliyoambiwa na Bwana, na kila kitu kitafikia mwisho. Mungu atasimika ufalme wake mwishoni kabisa kama alivyosema. Heri yeye aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana.